Okay, na mshukuru Bwana kwa sababu ya wema wake katika siku ya leo ambaye Bwana ameweza kutusaidia tukaweze kuwa pamoja na wewe katika mahubiri ambayo tunaenda kuileta kwa muda mfupi. Ningependa kusema kwamba mimi naitwa Reverend Dr. Ken Ogaro, mchungaji wa Nyamataro PAG Church ambaye inapatikana katika mji wa Kisii, njia yako ya kuenda Kisumu, na hapo ndio tunafanyia kazi ya Bwana. Kwa hivyo katika usiku wa leo nina furaha kabisa kusema kwamba Bwana ametutenda mema, Bwana ametupigania. Tumefika mwezi wa 10 kupitia kwa uwezo wake. Na hivyo tuna kila sababu ya kusema kwamba yeye ndiye Mungu mkuu, yeye ndiye mwaminifu, yeye ndiye ambaye ameweza kutupigania. Tumefika umbali huu kupitia kwa uwezo wake. Hivyo nataka tuweze kuingia katika neno la Bwana ili tukaweze kubarikiwa pamoja kwa uwezo wa Mungu. Katika kitabu cha Yohana Injili mlango wa 5 na mstari wake wa kwanza kwenda chini, lakini hasa nataka niweze kusoma mstari kuanzia mstari wa 5 alafu nifikishe mstari wa 8. Biblia inasema hivi katika lugha ya Kiingereza kwamba and a certain man was there which had an infirmity 38 years. When Jesus saw him lie and knew that he had been now a long time in that case, he said unto him, Wilt thou be made whole? The impotent man answered him, Sir, I have no man when the water is troubled to put me into the pool. But while I am coming, another stepped down before me. Verse 8, Jesus said unto him, Rise, take up thy mat, and walk. And immediately the man was made whole, and took up his bed, and walked. And on the same day was the Sabbath. Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mfalme wa falme, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, tunalibariki jina lako takatifu. Tunasema ni asante kwa sababu ya usiku wa leo ambaye Bwana umeweza kutusaidia tukaweze kuwa katika maeneo haya kwa ajili ya neno lako. Naomba watu wako wanapoenda kusikiza neno hili likalete baraka katika maishani mwa watu wako, na sifa na utukufu zikapate kukurudia. Asante kwa sababu wewe ni mwema na kando yako hakuna Mungu mwingine. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. So katika mahali ambapo nimesoma nataka niweze kuguzia, maana mahali hapa ni Yesu mwana wa Mungu aliweza kuingia katika Jerusalem, na alipoingia Jerusalem ikawa ameingia katika birika moja ambayo inaitwa birika ya Bethsaida, na pale kulikuwa na wagonjwa wa kila njia walikuwa wanaletwa mahali pale, viwete, vipofu na viziwi, na watu ambao walikuwa na shida mbalimbali. Na Biblia inasema kwamba walipokuwa pale walikuwa wanangojea malaika mara moja na kuja na kuyatipua maji, na kisha baadaye yule wa kuingishwa wale wa kwanza alikuwa anapata uponyaji wake. Na kulikuwa na mtu mmoja ambaye alikuwa amekaa pale miaka mingi. Biblia inasema kwamba miaka 38. So alikuwa katika hiyo hali, ametezeka, ameumia pale, na hakukuwa na mtu wa kumsaidia. Na Biblia inasema kwamba alipokuwa katika hiyo hali, Yesu akaweza kutokea. Na Yesu alipotokea akaingia pale katika lile birika, mahali ambapo kulikuwa na wagonjwa wengi, lakini Yesu akaendea yule mmoja ambaye alikuwa ameteseka miaka mingi. Na hii miaka ilikuwa ni miaka mingi ameteseka. Watu walikuwa wanakuja pale wanatoka, maana walikuwa na watu wa kuwashughulikia. Na Biblia inasema kwamba Yesu alipoingia akaenda moja kwa moja kwa yule ambaye alikuwa amekaa miaka mingi sana, miaka 38. Na akamuuliza kwamba, je, ungependa kuwa mzima? Na alipomuuliza hivyo, Biblia inasema kwamba yule mtu akasema, mimi sina mtu ambaye anayenishughulikia. Maana alijua msaada wake utatoka kwa mwanadamu. Alijua kwamba kama angekuwa na watu wa kumkaribia wakati maji yamepigwa na malaika, huyo angepata usaidizi. Lakini Yesu alipoenda pale akamwambia, je, ungependa kuwa mzima? Na akasema hana mtu. Lakini Yesu akamwambia, chukua godoro lako, simama na uende. Na mara hiyo hiyo yule jamaa akafanya hivyo, akasimama, akachukua godoro lake na akaanza kutembea
na Biblia inasema kwamba siku hiyo ilikuwa ni siku ya Sabato. Nataka nikwambie mtu wa Mungu ambaye unayenitazama na kunisikiliza katika usiku wa leo, ama katika usiku wa leo ya ambaye Bwana ameweza kutupatia nafasi tukaweze kukuletea neno hili. Inawezekana katika maisha yako mahali ambapo uko kuna mambo umeyapitia, kuna mambo mazito ya miaka mingi ambayo yameweza kuumiza moyo wako. Kuna mambo magumu ambayo umeweza kukutana nayo, kuna magonjwa yamekusumbua, kuna vitu ambavyo imeweza kutesa moyo wako, kuna makesi katika koti ambayo imeweza kuchukua muda mwingi na umeshindwa ni nani atakusaidia. Nimekuja nikwambie kwamba kuna Yesu wa Nazareti ambaye ni muweza mambo yote. Aliingia pale Bethsaida na mambo yakabadilika. Aliingia na vitu vikawa vimebadilika kwa njia nyingine. Watu walikuwa wamezoea katika Bethsaida kwamba malaika ndiye alikuwa anakuja mara moja anayatibua maji, na yule wa kuingia mara ya kwanza ndiye alikuwa apate uponyaji, ili kama ni kutoka atoke wakati anaingia katika ndani ya maji. Lakini Yesu alipokuja haikuwa hivyo, ikawa mambo yamebadilika. Ikawa sasa sio maji kutibuliwa, maana mwenyewe ameingia katika birika la Bethsaida. Naomba katika wakati huu kwamba Mungu wa mbingu akaweza kukushughulikia mahali ulipo, mahali ambapo umeweza kuwa jini, mahali ambapo umefinyiliwa na mambo mbalimbali, mambo ambayo yamekuvunja moyo, mahali ambapo unapoangalia unasema kwamba nani atanisaidia. Unapotazama watoto wako unaona kwamba watoto hawakusaidii. Unapotazama mume wako hauoni kama utapata msaada kutoka pale. Unapotazama watu ambao ni viongozi unaowategemea hauoni kwamba utapata msaada kutoka kwao. Wote wameweza kukuaga, hakuna mtu anakushughulikia. Na nimekuja nikwambie kwamba kuna Mungu wa Israeli, Mungu anayekumbuka watu wake walioajwa, wale ambao wanadamu hawawezi kuwashughulikia. Mungu anawashughulikia mwenyewe. Hivyo katika usiku huu mimi sijui nini unapitia, sijui mateso yako ni yapi, sijui nini imekufunja moyo, sijui ni nini imeweza kukugonga mpaka ubeguni. Inawezekana ndoa yako pia imevunjika, mambo hayajaenda vizuri, kuna mambo yamerara juu miaka yote, hauoni mabadiliko, hauoni ushindi, hauoni kitu chochote kikiendelea. Nimekuja nikwambie kwamba kuna Yesu mwana wa Mungu muweza mambo yote, aliyetembea Bethsaida mambo yakabadilika. Akatembea Bethsaida, yule ambaye alikuwa ni kiwete ametezeka miaka 38 akaweza kusimama. Na katika wakati huu huyo Yesu wa Nazareti anaweza kukutembelea na kubadilisha maisha yako, kubadilisha hali yako. Watu walimuona yule jamaa akiwa pale miaka yote, akiwa pale hakuna mtu wa kumshughulikia. Lakini siku nyingine Yesu alipoingia pale akapata kwamba ameweza kumuinua, amesimama na ameweza kubeba godoro lake na ametembea kutoka kule katika lile birika. Watu walikuja hawakumpata pale, maana Yesu ameweza kushughulikia. Kuna mambo watu wamezoea, wamekusohea kuwa wakati wote uko jini, wamekusohea ukiwa na vita katika ndoa yako, wamekusohea ukiwa na vita hata katika kanisa lako, wamekusohea ukiwa na vita na mambo mbalimbali ambayo yanakuvunja moyo. Nataka nikwambie itawezekana hata wakati Yesu anaweza kukushughulikia, wakuje wapate kwamba mambo yamebadilika, waulize kwamba kuna jamaa alikuwa mahali hapa, ameenda wapi? Waambie kwamba kuna Yesu wa Nazareti alikuja mahali hapa na akaweza kuleta mabadiliko makubwa. Hivyo nataka nikwambie katika usiku huu kwamba kuna Yesu ambaye anayetenda mema na ataleta mabadiliko makubwa. Yule mtu alitoka pale kwa neno la Bwana. Na katika usiku wa leo nataka niweze kutoa neno mahali popote pale ulipo, ili kwamba Bwana akaweza kukuinua kutoka chini, akuweke juu kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Na hii inawezekana, sio dini. Hii inawezekana sio kwa sababu wameweza kusema maneno, lakini inawezekana kwa neno la Bwana. Inawezekana katika usiku huu. Umelia majosi mingi, umelia majosi umeteseka, umelia majosi umeweza kudhulumiwa, umelia majosi kwa njia nyingi, umepitia mapito mazito mpaka unasema kwamba nitajimaliza, nitatoka, nitajitoa uhai. Unasema kwamba nitaendelea hivi, hakuna maisha mbele yangu, hauoni mbele, hauoni nyuma. Lakini nakwambia kwamba katika wakati huu Yesu wa Nazareti anaweza, na anaweza katika usiku wa leo, maana yeye ni mpiga vita, atakupigania na mambo makubwa yatatendeka katika maisha yako. Kwa hivyo popote pale ulipo, ukiwa katika hospitalini,
ukiwa labda unasafiri katika ya gari, labda kama unatembea popote pale, uko kwa biashara, mambo hayajakuwa vizuri, ninakwambia kwamba Yesu anaweza kukuondoa mahali ulipo, mahali watu wamekusohea, mahali watu wameweza kujua kwamba hapa hutatoka, maana huna mtu wa kukushughulikia. Yesu wa Nazareti atakuondoa mjana, watu wakiona, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Nataka nikwambie inawezekana katika usiku huu, inawezekana kwa jina la Yesu Kristo. Bwana atakushughulikia, Bwana atakutendea, Bwana atakuponya magonjwa yako, Bwana atakukumbuka tena, Bwana ataweza kukusamehe na kukuinua mara nyingine, ili kwamba uweze kuonekana. Bethsaida miaka yote mpaka watu wakapona, wakienda nyumbani yeye akipaki pale. Watu waliokuwa na watu wao wakamshughulikia, wakashughulikia watu wao, lakini yeye akapaki pale. Kumbe alikuwa anaongojea simba kutoka kabila la Yuda, ambaye ni muweza mambo yote. Yesu alipoingia pale hakuweza kuuliza kwamba ni nani hapa ambaye ameweza kuteseka miaka mingi, kwa sababu Yesu anajua mambo yote. Alimwambia moja kwa moja, akamwambia, je, ungependa kuwa mzima? Nami nataka nikuulize usiku huu kwamba ungependa kuwa mzima? Kwa jina la Yesu Kristo, Bwana atakusimamisha na ushindi wa Bwana utaonekana kwa jina la Yesu Kristo. Nataka kuomba pamoja na wewe, mtu wa Mungu ambaye umeweza kunisikiza kwa muda mfupi. Neema ya Bwana itaweza kukutoka. Ni nini imekusumbua? Ni nini imeweza kukufanya mpaka umegonga mwamba? Ni nini ile ambayo imekuteza mpaka unasema kwamba hapa siwezi kujiondoa, hapa nimepatikana, hapa siwezi nikatoka? Unasema kwamba hapa sioni tumaini. Nakwambia kuna tumaini unapomtumainia Bwana Yesu. Mabadiliko makubwa yataonekana na jina la Bwana litaweza kuinuliwa. Kwa hivyo nataka niweze kwenda kuomba pamoja na wewe, mtu wa Mungu ambaye umeweza kunisikiza na kunitazama, kwa jina la Yesu Kristo. Baba Mungu, muumba mbingu na nchi, mfalme wa falme, Mungu mwaminifu, muweza mambo yote, umenipa nafasi kusimama katika madhabahu haya niweze kuajilia neno kwa watu wako. Tumeona mtu ambaye aliteseka miaka mingi ndani ya Biblia, miaka 38, ukaweza kumtembelea watu wakati alikuwa amezaulika. Wanadamu walikuwa hawana msaada kwake, maana alipaki bila msaada wa wanadamu. Lakini wewe ulipoingia pale Bethsaida, ukamwendea, ukamponya, ukamuinua kutoka pale chini mahali ambapo alikuwa amelala, ukamwambia beba godoro lako, na akabeba godoro lako, ukamwambia tembea na uende, na akatembea kwa neno lako. Kuna mambo ambayo yamekwama katika usiku huu, kuna miradi imekwama, kuna vitu watu wako walikuwa wamepanga vianze mbele, lakini mapepo wameweza kuuzika na wameweza kufungwa kwa njia moja ama nyingine. Hawajaona mabadiliko, hawajaona ufundi, hawajaona mambo yakienda vizuri walikuwa wamepanga. Nimesimama kwa madhabahu haya nikifunja kila ngoma zote, kila mipango ya adui, kila rahama za kila njia ya miaka na miaka ambayo inayofuata watu wa Mungu. Ninaharibu nguvu zote katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ninaajilia mtu ambaye amefungwa, ninamfungua kwa jina la Yesu. Kila kitu kilichotolewa jini, kila mamlaka ya kuzimu ambayo amefinyilia watu wa Mungu jini, ninawafungua kwa jina na damu ya Kristo. Katika usiku huu ninawaweka huru kwa uwezo wa Bwana, kwamba watatembea huru, watasimama, watatembea kwa jina la Yesu Kristo. Asante Bwana, maana ni mwema. Jina la Bwana lipewe sifa na liinuliwe milele yote, maana umepeleka mtu katika usiku huu na umeinua mtu katika usiku wa leo kwa ajili tukufu ya jina lako. Asante Bwana, maana wewe ni Mungu mkuu na Mungu mwema. Bariki kila mmoja walio na mateso wasaidie, hata wakati mwingine waje kufungukia simu. Bwana ametutendea, Bwana ametukumbuka, Bwana ametuinua, Bwana ametuponya magonjwa yetu, Bwana anaweza kututembelea mara nyingine, watu wapate nguvu mpya kwa jina la Yesu Kristo. Asante Bwana, maana wewe ni Mungu mwema na Mungu mkuu. Haya ndio maombi yetu katika usiku huu, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini, na mtu wa Mungu asema amina. Amen. Bwana akubariki sana, Bwana akupe nguvu, Bwana akupiganie na akutoe jini, akuinue na utembee, ili kwamba ushuhudie matendo makubwa ya Bwana. Mpaka wakati mwingine, kwa uwezo wa Bwana tutaonana tena, ili jina la Bwana liweze kuinuliwa.
katika jina la Yesu. Amen. Salom, salom. Amen.